Jenerali wa polisi Douglas Kanja ambaye ametaja kuwa usalama utaimarishwa na hatua madhubuti zimechukuliwa kuhakikisha polisi aliyehusika na mauaji atabeba msalaba wake, huku akitoa wito wa amani miongoni mwa wakazi hao. Tayari nimesababisha investigation kubwa kufanyika hapa, na IPOA pia wako hapa kuona ya kwamba kama kuna polisi yote ile ambao wamefanya maneno mimi nimesikia hapa, IPOA wako hapa kama oversight ya polisi. Polisi yote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Tuko pamoja? Anabeba msalaba yake. Mtu yoyote ambao amefanya kazi kinyume ya sheria atabeba msalaba yake. Ndio sababu mimi niko na watu wale niko na wao hapa, investigations itaendelea. Nimesikia nyinyi wenyewe mmesema tuko hapa, tuko na DCIO huyo atolewe hapa aende mahali ingine. Wanaamini huyo utoe hapa apeleka huko kwako headquarters huko, alafu leta DCIO mwingine hapa. Huyo to atolewe hapa, ulete mwingine hapa, ulete ule atakuja kufanyia wananchi hao kazi ile kazi inatakana kufanywa. Ile kitu kingine nataka kusema ni vile nimesema, investigation tayari they have been instituted, na wale investigators kutoka huko Nairobi tayari wako hapa na nyinyi, watakuwa na nyinyi tuweze kupata ukweli. Mtu yote ambao wako na maneno lazima awajibike kwa mambo yake. Si kweli? Hiyo tuko pamoja. Tuko pamoja wananchi. Hiyo mimi ni hakikisha yangu, mimi nawaambia kwa saizi. Na tukisonga mbele, mtazamaji, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i ameungana hii leo na viongozi wa upinzani kwa mazungumzo katika kile kinachochukuliwa kuwa hatua za kumng'oa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Matiang'i alihudhuria mkutano huo wa kimkakati wa viongozi hao wa upinzani, akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha ukombozi wa watu Martha Karua na kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa. Viongozi wengine waliohudhuria ni pamoja na aliyekuwa waziri Mithika Linturi, Justin Muturi, na aliyekuwa katibu mkuu wa UNISTAD Muhisa Kitui, miongoni mwa wengine. Wandani wanadai kuwa mkutano huo ni sehemu ya mpango wa awali wa kujenga vazi kubwa la kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Na mtazamaji, ni hatua ambayo tunaitazamia kuhusiana na viongozi hao ambao hili wamefanya mkutano dhidi ya kuweza kuandaa vazi kubwa la kisiasa mwaka 2027. Mtazamaji, linabaki swala kwa wananchi kwamba je, litawezekana hili au la. Na tukisonga mbele, mbunge wa Kibwezi Magharibi Ecomas Mwenge Mutusi katika hafla ya utoaji wa hundi ya basari kwa wanafunzi wanaporejea shuleni ameendelea kusuta vikali semi kutoka kwa viongozi wa upinzani akiwemo Raila Odinga kuhusu kuondolewa kwa mfuko wa CDF, akisema umenufaisha wa Kenya kwa muda mrefu. Akizungumza huko Kibwezi, ametetea fedha zinazotolewa kupitia afisi za mbunge za NGCDF, akisema kuwa fedha hizo zimeendelea kusaidia pakubwa maendeleo ya maeneo bunge nchini kupitia mgao wa rasilimali ya fedha hizo, akirejelea utoaji wa basari kwa wanafunzi, ujenzi wa mashule na miundo msingi. Mtusi amepinga semi za kinara ODM Raila Odinga, akisema kuwa fedha hizo ambazo zinadaiwa kurudi kwa kaunti zitaumiza mwananchi wa chini na kutofaidika na miradi mbalimbali. Kuna tofauti kubwa za the concept ya devolution na decentralization. Devolution ni national government, county government. Lakini pia kuna decentralization. National government inakubaliwa chini ya kifungu cha 6 cha katiba ya Kenya ku decentralize services to the lowest level ndio ifikie mwananchi. Ndio maana CDF haifanyi functions za county. CDF inafanya maneno ya masomo ambayo ni function ya national government. CDF inafanya maneno ya utawala na security ambayo ni function za national government. Kwa hivyo nataka tusisumbuane akili. Tumuulize aliyekuwa Prime Minister wetu wa kitambo Raila Odinga, tunakuheshimu. Ile CDF sheria uliacha wakati ulikuwa bungeni 1997. Wakati ulikuwa bungeni 203, ile sheria ilikuwa ya CDF, tumeshaibadilisha. Sio ile ilikuwa kitambo. Kwa sheria mpya MP si patron wa CDF.
Kwa sheria mpya MP haweki sahihi yoyote. Hapa nimekuja tu kama mgeni wa heshima. CDF is run by other people. National Government Constituencies Development Fund Board, completely separate from the member of parliament. Niwaulize nyinyi watu wa Kibwezi, hapa mmesema mnataka maofisi ya machifu ijengwe. Mnasema mnataka basari iongezwe. Mnasema mnataka tujenge mashule. Hii pesa ikirudishwa Nairobi, nyinyi mtaenda Jogoo House kutafuta madarasa huko? Hii pesa ikirudishwa Nairobi, mtaenda kutafuta maofisi ya machifu huko? Hii pesa ikirudishwa Jogoo House, mtaenda kutafuta basari huko? Nani atakuwa anaumia? Ni mwananchi wa kawaida ama ni viongozi? Kwa hivyo nataka niwaulize, tujue kwamba Kenya ishabadilika. Hata tunataka hii pesa ingine hata iwekwe iende hata MCA kukuwe na pesa katika ward. Na ingine iende chini zaidi. Si pesa irudi na Nairobi. Raila Odinga, unajua tunakuheshimu. Unajua wewe ni mzee rafiki. Hii maneno ya kusema CDF sijui iende wapi, hiyo tunakuomba kwa heshima wachana nayo. Sababu hawa wananchi wa Kenya ambao uliwatetea ndio hii pesa kuja mashinani wanakuambia wachana nayo. Una mambo mengi sana hapa Kenya ya kufanya. You have so much to do. Uko na mambo mengi sana tunataka ufanye kwa umri wako wa uzeeni. Na moja yazo si kuharibu na kuvunja CDF. CDF inasaidia mwananchi wa kawaida. Hiyo nimeongea ni yangu ama ni yetu? Hiyo nimeongea ni yangu ama ni yetu? Na kwingine kwa mtazamaji, katika taarifa ya Tanzania kwamba mtu mmoja ameripotiwa kuaga dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa vikali katika ajali ya barabarani iliyohusisha basi la abiria na trailer mapema leo Jumanne asubuhi katika eneo la Koteko, kaunti ya Bungoma. Kulingana na ripoti za mashuhuda, basi hilo lilikuwa likijaribu kulipita trailer hilo, lakini liliumba ghafla ili kuliepuka licha ya kugongana ana kwa ana na lori lilokuwa likienda kwa kasi mno na kusababisha ajali hiyo. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo Mika Ondoro, alithibitisha kuwa kisa hicho na kusema kuwa ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 10 alfajiri, huku mwili wa mwenda zake ukipelekwa kwa chumba cha kuhifadhia maiti hospitali ya rufaa ya Bungoma. Wakati nilikuwa kama tangi tumekaa, unasema walikuwa wameua watoto huko. Nikatoka ndio. Nikapata mtoto yangu wamepika maanguka. Ya ndugu yangu naye wamepika wameanguka. Nikashinda kufanya mlekani baba. Na huyo mtoto alikuwa ananisaidia. Sasa nimeshindwa. Hana maneno yoyote. Aongeangi. Mume mwenye alikufa ni mume wangu. Bati niliambiwa tu nikiwa kwa matanga, hata sikujua kama yeye ndio amekatakata. Wakaniambia tu wamemkata kwa kichwa na wamemkanyaka tumba. Anatabika damu, anakojoa damu. Nikakimbia nikaenda mpaka Cheptais. Kalala na yeye, lakini akasema mimi niko naenda, lakini unilindia watoto vizuri. Nikamwambia bado uko nasema ukweli. Ambao tumekuwa tukiangazia mtazamaji, kunradhi kwa kanda hizo za video. Tukisonga mbele ni kwamba familia moja kutoka eneo la Sirisia, kaunti ya Bungoma, imelilia haki baada ya mwanao mwenye umri wa makamo kufariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali mjini Bungoma. Hii ni baada ya kupata majeraha mabaya katika vurumai iliyoshuhudiwa kwenye hafla moja ya mazishi siku ya Jumamosi. Kulingana na familia mwenda zake wakiongozwa na mama yake Alice Nasambu, vurugu hiyo inadaiwa kuongozwa na mbunge wa eneo hilo John Waluke. Ilizuka katika baada ya mazishi ya nyanya wa mwenda zake, wakitaka haki kutendeka kwa familia hiyo. Mwakilishi wadi Tony Barasa akielezea dhuluma wanazopitia kama wakilishi wadi wa maeneo bunge ya Sirisia, huku akimsuta mkuu wa polisi wa eneo hilo kwa kutumika visivyo. Hata hivyo, amemtaka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuingilia kati ili kuweza kusuluhisha migogoro hiyo. Wakati nilikuwa kama tangi tumekaa, unasema walikuwa wameua watoto huko. Nikatoka ndio. Nikapata mtoto yangu wamepika maanguka. Ya ndugu yangu naye wamepika wameanguka. Nikashinda kufanya mlekani baba. Na huyo mtoto alikuwa ananisaidia. Sasa nimeshindwa. Hana maneno yoyote. Aongeangi. Mume mwenye alikufa ni mume wangu. Bati niliambiwa tu nikiwa kwa matanga, hata sikujua kama yeye ndio amekatakata. Wakaniambia tu wamemkata kwa kichwa na wamemkanyaka tumba. Anatabika damu, anakojoa damu. Nikakimbia nikaenda mpaka Cheptais.
kalala na yeye, lakini akasema mimi niko naenda, lakini unilindie watoto vizuri. Nikamwambia bado uko nasema ukweli, unaniachia watoto? Akasema niko na kuachia, lakini uchipe moyo walinda watoto. Ameniacha na watoto 5. Naomba haki ikatendeke, kwa sababu tulikuwa kwa nyanya, yani matanga ya nyanya, na tumepotesha tena. Kijana moja anaitwa Opili Obwana akasema mtoto ya mandevu ndio huyo, na akamshika adi discipline yeye. Kufika tu kidogo kusonga, wakasema ni mchomba yake ndio hiyo. Wakasema akatishika tena, akasukuma kwa hiyo wangwana, na ndio wakapika mtoto kiasi ya kufa. Na ndio sasa leo tuna mtoto hapa kwa mochari hapa. Ile Waluke mwenyewe ndiye alisema wa discipline, na Waluke sio mwanzo, tumeanza na 2007 when it was reported kwamba pesa imepotea Sirisha 35 million. Badala DCC aiseme sasa how can we now investigate this, he goes to defend the member of parliament. What does that mean? DCC is on record telling MCS are fighting Mheshimiwa. We have complained so many times. We have complained so many times. I have a case with Waluke here. Kotini. Inakuja wanasema tuende tumalisha outside court. Who is Waluke? Waluke alinipiga, mnajua. I have even a case number. He has been summoned to go to court. He has not gone. So hizi michezo ambazo zinafanywa, tunataka rais mwenyewe achukue huyu Waluke na Murkomen achukue huyu Waluke, because hawa watu wa chini ame-intimidate all of them, and we can prove beyond reason. Na mtazamaji, turejelee katika taarifa tuliokuwa tukiangazia kuhusiana na tanzia, ambapo mtu mmoja mtazamaji aliripotiwa kuiaga dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa vikali katika ajali ya barabarani iliyohusisha basi la abiria na trailer mapema leo Jumanne asubuhi katika eneo la Koteko, kaunti ya Bungoma, ambapo kulingana na ripoti za mashuhuda basi hilo lilikuwa likijaribu kulipita trailer, lakini liliumba ghafla ili kuliweza kulipiku ama kuepuka kugongana ana kwa ana, lakini lori hilo lilikuwa likienda kwa kasi mno na kusababisha ajali hiyo kutokea. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo Mika Ondoro, alithibitisha kisa hicho na kusema kuwa ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 10 alfajiri ya leo, huku mwili wa mwenda zake ukipelekwa kwa chumba cha kuhifadhia maiti hospitali ya rufaa ya Bungoma. What we are confirming is that there's one person there dead, 7 are injured. People who are injured, the ones who are injured are in Kocholia Hospital in Teso North. The dead is taken to Bungoma, and it was an accident involving the bus and the driver. They were heading to the same direction, and that is they were heading towards Malaba. It happened between 4:30. That's the estimate time. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zingine ni kwamba Wakenya wamehimizwa kuendelea kujiandikisha kwa mamlaka ya afya ya jamii na kurahisisha huduma ya afya kwa wote ili kuwa na taifa lenye afya bora. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth, kufikia sasa takriban Wakenya milioni 2.1 wameweza kujisajili kwenye mpango wa afya wa SHA. Alisema hospitali za umma na binafsi sasa zinatoa huduma hizo za afya kwa gharama nafuu bila matatizo makubwa ya kiteknolojia kwenye mfumo huo mpya. Aliyesema hayo wakati wa mahafali ya 3 ya chuo cha mafunzo ya udaktari cha John Charles kilichopo katika hospitali ya Ruai Family. Mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo Maxwell Okoth alikaribisha ukaguzi wa lazima kwa vituo vya afya ili kuzingatia ubora wa utoaji huduma za afya kwa wote. Kenyans have realized the importance of this architecture or this platform, and they are joining in their thousands. My call to all other Kenyans, come out, register, ensure that you can be able to access services. Remember, the primary healthcare services under social health insurance are free, paid for by the Exchequer. Your only payment that is required is for the social health insurance fund. The government needs to be there to ensure regulation, compliance of standards and regulations as set by the laws and act. And as an institution that works within certain standards, it is our role and responsibility to ensure that we meet the set standards and regulations put by the government. I support the regular supervision. It is the only way that we ensure that standards and quality as per the QMS are met. Na kwingine kwa msako wa miili ya wanaume wawili wa makamo waliotambuliwa kuzama katika mto Isihu, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, bado unaendelea,
Wapiga mbizi wa eneo hilo wamepelekwa ili kusaidia katika jitihada za kuopoa mili ya marehemu Henry Kasiang'ani mwenye umri wa miaka 36 ambaye inadaiwa alijitosa mtoni baada ya kufutwa kazi pamoja na rafiki yake Francis Mdoho aliyekuwa akijaribu kumwokoa lakini naye akazama. Familia za waathiriwa hao zinaendelea kutoa wito kwa wahisani kuwasaidia, huku mamlaka husika ikisema kuwa zinafanya kila juhudi kuharakisha shughuli hiyo. Nilikuwa nikienda kasini, nikamuona dajiri yake Henry kama anatembelea shamba lake ambalo amenunua sehemu za huku Stv, naye ni Maragoli. Kwa hizo harakati nikawa walikuwa na msoso fulani kuhusu hiyo shamba, vitu zake ilikuwa na msoso kidogo. Baadaye sikuweza kukaa hapo kusikiza vinyao alikuwa anaongea, lakini mimi nikaenda kasini. Kukua kasini nikasikia yule Henry nikaa ameanguka kwa maji. Kwa maji alijaribu kuokoa mwenzake. Ni huzuni kwa mtoto wangu. Ni mtoto tu wangu wa kipekee. Ile mnamuona hivyo, naomba serikali mnisaidie nipate kutoa mtoto wangu atoke kwa maji, nimpeleke Likuyani. Mimi ni mkaaji wa Likuyani. Na walikuwa wote pamoja, walipotoka bullfighting mahali, wakatoka pale wakakaa pamoja, lakini ile hali ya kuongea sijui maongezi yao ilikuwa namna gani. Huyu alipotoka kwa nyumba anaelekea kwa maji, huyu wangu akamfuata. Alipomfuata alikuwa anataka kumrescue. Lakini huyu wa kwanza alipoanguka, huyu wangu akaenda the other side kwenda kumkutania ili amsaidie, lakini haikung'oa nanga. Saa kidogo nikasikia simu amesama na maji, alikuwa anataka kusaidia mwenzake. Na mimi mwenyewe vile mnaniona niko tu vile niko hivi. Sina mbele na nyuma. Sisi kama county na national government tumekuwa hapa, tumekuwa na mapolisi tukijaribu kuona jinsi ya kusaidia vile tunaweza pata mwili. Tumeongea na local divers, tumewahimiza wajaribu. Na mtazamaji, ni jambo la kusikitisha zaidi kuwapoteza vijana hao licha ya kwamba waliweza kufutwa kazi na kujitoza kwenye maji. Na tumai kwamba maafisa wa polisi na vitengo husika watafanya juhudi iwezekanavyo. Tukisonga mbele, baadhi ya wazazi kutoka kaunti ya Bungoma wametoa lalama zao kuhusu ada zaidi ambazo si halali zinazotozwa na baadhi ya walimu wakuu shuleni ama katika shule za umma. Aidha, wazazi hao wanasema kuwa wanashangazwa na mazoea ya walimu wakuu kuongeza ada ili hali elimu ni ya bure. Kwa upande wake, katibu wa chama cha walimu wa shule ya upili Kuppet tawi la Bungoma Augustine Luketelo ametetea hatua ya walimu wakuu wa shule za umma kuongeza karo ya shule, akisema kuwa hatua hiyo huchukuliwa na wakuu wa shule za umma kutokana na kucheleweshwa kwa ufadhili wa serikali hususan katika masomo. Kwa sababu najua ya kwamba watoto wakifika shule watatolewa. Mimi naomba principal wasifukuze watoto, waachilie watoto wasome. Vile vile wazazi wakikimbia kutafuta fees, mimi naomba principal muachilie watoto wasitoke kwenda nyumbani ili wawe na elimu bora hapa mbeleni. Vile vile mimi nataka kuomba, kwa sababu kuna pesa wanaongeza kila wakati. Tangu wapandishe vitabu rate za CBC na serikali ikamwaga vitabu, kampuni zilifungwa. Watu wenye walikuwa wanafanya kwa hiyo kampuni hawana kazi. Vitabu zenyewe kufika kwa shule ni matatizo. Sasa tunashindwa, hii Kenya yetu inatupelekaje? Naomba serikali, Ministry of Education, angalia hapo sana. Bungoma hasa sana. But unfortunately, it doesn't send. So my appeal to the government, please make sure the money reaches the accounts of schools before the end of this week. And besides that, there are some people complaining about additional school fees by the principal of those institutions. Principals right now, they're under pressure as I'm talking right now.
These capitations they are getting from the government is never enough, and it's never paid in full. Besides that, the parents are so poor at the moment. In fact, even paying is an issue. Inflation has gone up. The prices of goods have gone up. So there's no way schools can be run or be maintained without parents coughing out some extra amount of money. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu habari za sasa. Mwendo wa saa 1, mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi katika lugha ya King'eng'e na Cynthia Nanjala. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Shukrani sana mtazamaji kwa utazamaji wako kufikia sasa, na mwenzangu katika lugha ya ishara ni Lauro Mondi. Tunakutakia usiku mwema.